Karibu kusikiliza mkasa na hadithi hii ya kutisha yenye kuelimisha na kusikitisha. Kisa hiki kilichomkuta mtoto wa bilionea mmoja huko mjini Ghana kiliweza kuwasikitisha na kuwaelimisha wadau wa Ghana, lakini kilisambaa duniani kote ili tu watu wajifunze. Mtoto huyu wa bilionea alikuwa akifahamika kwa jina la Rosemary. Alikuwa ni mwenye dharau na kuwachukulia watu poa kwa kuwa baba yake na mama yake walikuwa ni matajiri na alikuwa akipatiwa kila anachokitaka. Hata alipokuwa akienda shuleni alikuwa ni binti ambaye mwenye tabia chafu zisizokuwa na maadili mema hata kwa walimu. Yote haya ni kutokana na baba yake alikuwa ni mtu mwenye wadhifa mkubwa sana, na isitoshe alikuwa ni tajiri mkubwa mwenye umaarufu na kufahamika kwa shughuli zake alizokuwa akizifanya nchi nzima. Lakini siku moja yalimkuta mazito ambayo familia nzima ilijutia na kutotaka tena kuendelea na tabia mbaya kama hizi, kwani sio tu Rosemary pekee bali hata wazazi wake walikuwa wana tabia hizi. Baadhi ya watu walikuwa wakisema kwamba Rosemary amerithi tabia hizi kutoka kwa baba na mama yake, kwani hata wao pia walitokea kwenye familia za kitajiri, isipokuwa wao utajiri wao ulikuwa umekithiri zaidi ya ule kutoka kwenye familia zao, kwa sababu walikuwa wakifanya biashara zenye mafanikio makubwa zaidi ya zile ambazo walizokuwa wakizifanya familia yao. Sasa Rosemary siku moja alikuwa akienda kumtembelea mpenzi wake Johnson aliyekuwa akiishi mji wa pembezoni kidogo na jiji la hapo nyumbani kwao. Rosemary aliandaa safari yake akibebelea mabegi kadhaa ya nguo zake, kwani huwa ana kawaida ya kwenda kukaa hata mwezi mzima kwa mpenzi wake Johnson. Kwa kuwa Johnson alikuwa tayari anafahamika na familia ya baba huyo bilionea, na tayari Johnson alikuwa kwenye process za kumuoa Rosemary pale ambapo tu atakapohitimu masomo yake ya chuoni. Hivyo basi alikuwa na taratibu za kwenda kumtembelea mpenzi wake huko alipokuwa akiishi. Si mbali sana, ni muda tu wa dakika 30 kuweza kufika hapo ambapo Johnson alipokuwa akiishi, ingawa ni nje kidogo ya mji ambao waliokuwa wakiishi kina Rosemary pamoja na wazazi wake. Sasa kilichomkuta Rosemary ni kwamba gari yake ilikuwa bado haijafanyiwa service, na gari nyingine za nyumbani kwao siku hiyo zote zilikuwa zimetoka, kwani baba yake alikuwa ana msafara wa kufanya vikao vya kibiashara. Hivyo aliondoka na wafanyakazi wake karibia watu 20 hivi, lakini hivyo basi magari yao yote yalikuwa hayatoshi, ikawapasa kuongeza na magari mengineo hata ya kiofisi. Rosemary yeye gari lake lilikuwa ni dogo hivi, na kwa kuwa baba yake alikuwa anafahamu safari yake, hivyo basi aliliacha kwa ajili ya Rosemary kuweza kulitumia kama usafiri kwenda kwa mpenzi wake. Rosemary baada ya kuona kwamba mfanyakazi wake alijisahau kulifanyia service gari hilo, hivyo basi aliamua kurequest bajaji ili aweze kuwahi haraka, kwa sababu mpenzi wake alikuwa akimsubiri kwa muda mrefu. Rosemary baada ya kurequest bajaji hiyo alitoka nje. Baada ya kutoka nje ya nyumba yao, ajabu alimkuta masikini mmoja akiwa ameshikilia sahani ya chakula huku akiwa anakula mdogo mdogo. Rosemary alishangaa sana na kumwangalia kwa dharau, kisha masikini huyo alimwangalia na kumpa salamu. "Hujambo mwanangu?" Rosemary alimsonya kwa hasira na kumwambia atoke hapo, asimtilie gundu pamoja na kumletea kiwingu kwenye nyumba yao.
Maskini huyo lakini hakunyanyuka, aliendelea kukaa hapo hapo huku akila na kutaka kumwongelesha zaidi Rosemary. Rosemary alitoa simu yake na kuendelea kuchati na mpenzi wake huku akisubiri bajaji iweze kufika aende safari yake. Lakini maskini huyo hakukoma, aliendelea kumuuliza maswali Rosemary. Hapa ni nyumbani kwenu? Wewe ndio mtoto wa tajiri Laws? Rosemary akamjibu kwa dharau, haikuhusu. We mjinga nini? Unaniuliza maswali hayo kama nani? Kwanza nimekuambia utoke hapa mbele ya macho yangu. Sitaki hata kukuona. Maskini huyo akanyamaza kidogo huku akimtazama Rosemary kwa huzuni na kusikitika. Lakini maskini huyo hakuchoka, akataka tena kuuliza swali. Ndipo Rosemary alipiga teke kile chakula chake. Maskini huyo alishangaa na kuanza kutoa majonzi na maneno mazito sana. Lakini muda haukufika, mguu wa Rosemary ulianza kuonekana kuwa na mabadiliko kiasi ambacho funza walianza kutoka mguuni. Rosemary alikuwa akishangaa kwa hili tukio huku akianza kububujikwa na machozi. Kilio kilitawala na kutoelewa ni nini ambacho kilitokea. Baada ya kutazama mbele hakumuona tena yule masikini. Ndipo Rosemary akaanza majuto.